Mimi nimemwona Raila Odinga akimwambia William Ruto akisema ya kwamba Ramaphosa eti Samia Suluhu walikuwa wanafaa kuja Kenya, mwingine alikuja Kenya ili waje waongee. Mimi nashangaa wanakuja kuongea nini? Kama ni gharama ya maisha, Samia Suluhu hapo na nchi yake, Ramaphosa hapo na nchi yake. Mbona uutishe marais wa jamhuri zingine waje kuongea kuhusu bei ya chakula? Njia peke yake ya kuongea kuhusu bei ya chakula ni kuongea na wakulima, waingie shambani, wapande mahindi, tuwapatie mbolea ili bei ya chakula irudi chini. Lakini vile Mheshimiwa Ruto alisema jana, wewe kama unataka kuongea na yeye yuko free, saizi yuko Mombasa, panda ndege, ingia kule, ongea na yeye hana shida na wewe. Mheshimiwa Rais hana shida na wewe, enda uongee na yeye. Lakini kama ni maneno ya handshake, sahau, haupati. Maneno ya handshake sisi hatuwezi tukakubali, kwa sababu wakati wa Uhuru uliingia huko ukaribu serikali yake, wakati wa Kibaki uliingia huko ukaribu serikali yake, wakati wa Moi uliingia ukaribu serikali yake. Hii serikali ya William Ruto hatuwezi kubali uingie uharibu hii serikali ambayo iliundwa na hawa wadosi ambao wamekaa hapa siku ya leo. Nyinyi mtakubali huyu aingie kwa serikali ya William Ruto? Mtakubali aingie kwa serikali ya William Ruto? Wangapi watakataa Raila Odinga kuingia kwa serikali ya William Ruto? Na hawa wananchi wamesema hawataki maneno ya Raila kuingia katika serikali ya William Ruto. Kwa hayo mengi na machache, abantu bamito tokorwa ngoa bangande mwezi piga kilo muntage neka na soda ala chumbi ezukari na matumbo. Sisi hapa tumekuja leo kwa sababu ya kufanya last mile ya maneno ya mbolea. Hii mbolea serikali imepunguza kutoka shilingi 7,500 mpaka shilingi 2,500. Na serikali imefanya hii jukumu kwa sababu wanataka kuhakikisha ya kwamba Kenya tuko na chakula ya kutosha. Mwezi wa 3 tulipewa mbolea, na hii mbolea imefanya sasa we have surplus of food in our stores. Mwezi ujao tutakuwa na chakula ya kutosha ili tuweze kulisha Wakenya. Na tunataka kushukuru wakulima kwa sababu ya ile kazi nzuri walifanya, wakaenda shambani, wakapanda mahindi, na sasa tunaenda kuvuna. Na bei ya unga, tuna uhakikisho ya kwamba bei ya unga itapungua. Na mimi nataka kuambia kila mtu, hata wale wako upinzani, bei ya gharama ya maisha haiwezi punguzwa kwa kuweka sufuria kwa kichwa. Bei ya gharama ya maisha na chakula itapungua sisi wote tukishirikiana, tuingie shambani, tupande mahindi, na hii mbolea tumekuja leo hapa kupatiana ili chakula tuweze kuzalisha chakula katika jamhuri yetu ya Kenya. Bwana PS, mimi nataka kukushukuru sana kwa sababu hawa wakulima wangu waliniomba na wakaniambia wanataka mbolea hapa Kitutu cha Chenod. Mkiwa na Mheshimiwa Rais niliwaongelesha, na mbolea sasa imefika hapa Kitutu cha Chenod. Na hawa wakulima wataweza kuchukua mbolea hapa, wataweza kurejesta hapa ili waweze kuingia shambani. Kwa sababu hapa Kisii sisi tunapanda mara mbili. We have the first season and the second season. So hii season ya pili tunauhakikisha ya kwamba tuko na mbolea hapa, na mimi nataka kukuomba tukuwe na NCPB Cereals Board hapa Kitutu cha Chenod tuweze kustore mbolea yetu na mahindi yetu. Na hiyo Mheshimiwa Bwana PS, ukinisaidia tukuwe na NCPB hapa, hao wakulima watafurahia sana. Moko waka. Tutware stoye